Kitendo cha kumchiti tu mke wake chasababisha watu watatu waende jela siku hiyo. Story inaanza na jamaa mmoja anaitwa Chris, ana miaka kama 50 hivi, anaishi sehemu moja inaitwa South Carolina State huko Marekani. Chris bana alikuwa na tatizo moja, anaweza kufanya kila kitu duniani kasoro kuwa mwaminifu kwa mke wake tu. Hicho tu hawezi. Jamaa alikuwa na chiti kavi analipwa yani kavi kuna rekodi alikuwa anataka ivunje sijui. Mke wake alikuwa anaitwa Nancy. Nancy alikuwa anajua kila kitu, ila alikuwa anachagua tu kumsamehe mambo yasiwe mengi tu, akiamini labda ipo siku mume wake atabadilika. Lakini mwaka 2012 Nancy alimkamata tena, ila akasema sasa hivi sasa hapana, waligombana mno. Chris akasema basi kama ndio hivyo na ama nyumba, naenda kuishi na mchepuko wangu huko usinisumbue. Nancy akaona sasa hizi ni dharau sasa. Nancy akaenda kufile divorce bana, anadai nusu ya mali zote, anadai nusu ya investment zote, anadai nusu ya hisa na anadai pia alipo hela ya kutunza watoto waliokuwa nao wote wawili. Na shida ni kuwa Chris hakuwa maskini, alikuwa na mali nyingi sana, kwani alikuwa ni executive kwenye benki kuu ya Marekani huko. Alikuwa analipwa kama $600 kwa mwaka, ambao ni kama bilioni na nusu hivi kwa Kitanzania. Na kwa kuwa yeye ndo alisababisha ndoa ivunjike, mahakama ingempendelea Nancy na kumpa anachotaka. Mwaka ukapita na kesi kana karibia kufika mwisho sasa, ila Chris bado anaona bado roho haijatulia kumpa mke wake nusu ya mali zote. Kwa hiyo akakaa na side chick wake sasa, ambaye pia ni sekretari wa kazini kwake. Wakajadili wafanyaje, wakapata mwafaka kwamba wamuue mwanamke huyo ili kesi isifungwe, yani abaki na mali zake kila kitu na watoto wake hivyo yani. Kwa hiyo Chris akamwambia side chick wake atafute mtu ambaye anaweza akafanya hiyo kazi na yuko tayari kulipa $25,000 kabla ya kazi, $20,000 baada ya kazi. Kwa hiyo side chick naye akamtafuta mchepuko wake mwingine au wote wana tabia sawa tu yani. Anyways, akamcheki huyo ex wake bana. Huyo jamaa bana alikuwa na reputation kidogo ya kuwa mtu mbaya. Jamaa anakaa Kentucky, anaitwa Sammy. Sammy alikuwa shaye kwenda jela. Kwa hiyo side chick akamuuliza, unaweza kuua mtu kwa pesa? Jamaa akasema mimi tena sio swala. Kwa hiyo akawa shaukubali huo mchongo sasa, ila alikaa akawaza. Sammy akasema hii kazi siwezi kufanya mwenyewe. Akamshtua jamaa mmoja alikuwa naye jela, jamaa aitwa Aaron. Huyo jamaa ni teja wa madawa ya kulevya. Huyo jamaa ni addicted kwa heroin, ila Sammy alijua kabisa nikimwambia Aaron kuhusu hii issue atakataa, maana huyu jamaa sio muuaji, ni kesi ujambazi tu mwingine. Kwa hiyo akamwambia sikia, kuna issue fine, twende tukafanye mkoa mwingine hapo, twende tunaenda kufuata madawa. Jamaa alivyosikia tuneno madawa hakuhitaji tu kubembelezwa, akakubali hapo hapo. Kwa hiyo akaingia barabarani, ila walivyokuwa njiani sasa, Sammy akasamisha gari kwanza, akamwambia bana Aaron, sikia bana, hapa tulipo tunaenda South Carolina kwenda kumuua mtu. Hivi imagine siku moja kuna rafiki yako kwenye gari hapa anasamisha gari anakuambia hivyo. Wa hatari. Ila Sammy akamwambia wakimaliza tu hiyo issue kuna madawa ya kutosha, watapewa mengi ya kutosha. Aaron tena alivyosikia madawa akasema basi unyama tuendelee na safari. Kwa hiyo wakafika South Carolina, wakakutana na ule side chick sasa. Side chick akawapa hiyo bahasha. Hiyo bahasha ilikuwa na picha ya Nancy, ina ratiba zake za kila siku, ramani ya nyumba pamoja na hela zile za kianzio zile. Kila kitu anachohitaji kujua. Kwa hiyo kazi ikawa sasa kwa Sammy na Aaron sasa. Wakaanza kupiga mipango, wakaanza kufuatilia Nancy, ila kumbe Sammy mpango wake ni kumwacha Aaron afanye kazi peke yake, afu akimaliza wagawane hela. Kwa hiyo akampanga Aaron aingie nini, afu akimaliza atakuja kumchukua. Wakakubaliana kabisa huo ndo mpango. Ila siku kabla ya shughuli tu Sammy akakimbia, akaama akarudi kwake kabisa, akapanda ndege akaondoka, hataki kujihusisha. Ila siku kabla ya tukio Aaron alipata hamu ya madawa kidogo, yani apate ka heroin ashtue. Ila ukitaka kujua jinsi gani Aaron alivyokuwa boya, Aaron alikuwa hajui nani wa kumuuliza simu ya kununua. Kwa hiyo alichofanya alichukua simu yake akaingia Google akasearch where to buy heroin in Charleston, ambao ndo sema leo kuepo. Yani nahisi hata Google yenyewe ilishangaa, hivi mtu kweli anauliza sehemu ya kununua madawa Google kweli? Ila Google naye kosagi majibu, kwa hiyo ikamletea location pale, kuna sehemu hapa. Jamaa akapanda gari akaanza safari kuelekea hiyo sehemu. Hasa alipokuwa njiani polisi alimsimamisha bana. Aaron alikuwa hajafunga mkanda, afa atetemeka hatari, jasho linamtoka, anaogopa, anaongea gugumizi. Polisi wakamuhisi bana, wakamomba leseni. Kuicheki leseni ime-expire. Kucheki jina lake kwenye system washau jamaa ashaikuwa jela. Kwa hiyo polisi bana wakapata haki ya kulisearch gari lake. Kusearch gari wakakuta kuna bunduki na ina risasi za kutosha kabisa zipo pale. Walimkamata jamaa hapo. Aaron sasa akajua kabisa hapa kishanuka, bora niwaambie kila kitu kabla hajagundua wenyewe ili kesi ipungue kidogo. Wakiwa kwenye gari kabla hajafika kituoni, jamaa akasema mimi sky huko, siishi South Carolina, nimekuja tu kumuua mtu, nimekuja kikazi, business trip. Polisi wakasema huyu jamaa kesi yake ilikuwa tu ni kumiliki bunduki, lakini Aaron aliwashangaza, alijibu hadi maswali ambayo hajaulizwa yani. Akawaambia polisi kila kilichotokea tokea ile siku alivyoamka hadi simu aliyopata kutoka kwa Sammy, kila kitu aliwaambia. Akamtaja na side chick, akamtaja na Sammy, akaonyesha na zile bahasha zenye picha na zile hela, kila kitu. Kwa hiyo kesi ikahamishwa kwenda FBI sasa. FBI walikaa na Aaron, akamwambia ampigie simu Sammy wakati wanasikiliza. Sammy akapokea simu, Aaron akamuuliza hapo kwa hiyo vipi mwanangu, mtoto wa Nancy akiona na muua mama yake itakuwaje sasa?
Sami akamwambia muue na yeye, shida iko wapi? Unaniuliza nini? Basi hapo FBI ndo akajua kumbe issue ni serious bana, issue ni serious. FBI wakamwahi Nancy na kumpeka mahali salama. Wakamwambia kila kitu, kwa mtu anataka kuua hivi na hivi. Wakamuuliza ni nani anaweza kutaka kukuzuru muda kama huu. Hata sekunde mbili ya kuwaza akasema ni mume wake. Maana kesi kwa karibia kuisha na alikuwa anashinda ile kesi. Hapo sasa kila kitu kikaanza kuanguka sasa. Side chick akakamatwa, Sami akakamatwa. Chris alivyoona hizo story naye akakimbia. Ikawa ngumu kumkamata. Alienda tu kujificha. Chris aenda kujificha kwa kati ya nyumba zake kwenye mkoa mwingine. Hivi umesikia nilichosema? Aenda kujificha kwenye nyumba yake ambayo ina jina lake mkoa mwingine. Hivi polisi unadhani wataanza kutafuta wapi? Siku ya nyumba. Anyways, walimkamata chap sana Chris, kwa hata shida mno. Aaron alikubali kushirikiana na polisi, kwa hiyo alipewa tu miaka 4 jela. Side chick alipewa miaka 15 jela. Chris alipewa miaka 10. Sami hakufika hata kwenye hukumu. Alijiua wakati uko jela bado. Yote hayo kisa utaki kulipa talaka jamani. Ila kama kuna funzo umejifunza hapa ni usifanye kazi na mtu anayetumia madawa au mlevi. Yaani hiyo jamaa sio wa kuamini. Anyways, thanks for listening. Tutakutana video ijayo. Subscribe, like, comment, fanya yote. Tutaonana next time.